SK News. Nimejifunza kupitia Police Kata. Kumbe kuna sheria ya wazee ya mwaka 2021. Nampongeza sana dada yangu Rusi kwa kutupa elimu hiyo. Na sisi tutaendelea kutumia nafasi tulizonazo kuujulisha umma kwamba kuna sheria inatambua uwepo wa wazee na wanastahili kulindwa, kuthaminiwa, kuheshimiwa, kupewa kipaumbele kwenye matibabu, kupewa kipaumbele kwenye huduma za kijamii na zaidi kupata chakula. Na nadhani dada Joyce leo ametimiza matakwa ya sheria kwa sababu leo wazee watapata chakula, wataenjoy, na nimeambiwa kingine mnaweza mkabeba. Joyce oye! Msalala oye! Jambo la tatu na la mwisho. Wazee ni kisima cha maadili, wazee ni kisima cha hekima, wazee ni kisima cha amani. Zaidi, wazee ni dira. Sisi vijana tuna haraka mno. Mkituacha bila kutuonesha njia zilizo sahihi, tutakufa haraka. Kwa tafsiri rahisi, sisi vijana bila wazee ni sawa na kutembea usiku wa kiza kinene bila mwanga, utaanguka. Kwa wazee tunawategemea sana, muendelee kutupa elimu. Tunawategemea sana, muendelee kutufunda. Tunawategemea sana, muendelee kutuelimisha. Sisi hatujui lolote, tunawategemea sana. Lakini pia nyinyi wazee wangu wengi hapa mna miaka 60 na kuendelea. Wengine mmewahi onja hasara ya uwepo wa vita. Uongo kweli? Mimi nimezaliwa mwaka 95 tu hapo, mtoto mdogo kabisa. Lakini nikisoma kwenye vitabu ni kama nchi yetu imewahi kupigana na Uganda. Uongo kweli? Na mnayajua madhara ya vita, si ndio? Nchi yetu inapokea wakimbizi kutoka Burundi, imewahi pokea wakimbizi kutoka Sudani, inapokea wakimbizi nchi mbalimbali. Nyinyi mliwahi kusikia wapi kuna wakimbizi wametoka Tanzania wamepokelewa na nchi zingine? Mmewahi sikia? Mnatakiwa kuendelea kutukumbusha sisi vijana wenye umri mdogo kuhusu umuhimu wa amani. Tunawategemea sana. Mwenyezi Mungu awape hekima hiyo. Yamezungumzwa mengi na mimi nisiwe mzungumzaji sana, lakini mimi nililenga hapa kwamba wazee mna nafasi kubwa sana ya kusisitiza amani kwenye nchi yetu. Hata vitabu vya dini vinasema palipo na amani Mungu naye anakuwepo. Palipo na machafuko Mungu hujitenga napo. Biblia hiyo kwenye Methali inasema fahari ya wazee ni hekima yao katika mvi zao. Tunaomba mzitumie mvi zenu vizuri kutupa hekima, tuilinde amani ya nchi yetu. Siku hii ya leo ni siku muhimu sana kwa ajili ya wazee wetu, na ni siku ambayo inatufanya tukumbuke thamani ya wazee na mchango yao katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Wazee oye! Wazee ni hazina ya maarifa, uzoefu na hekima. Ninyi wote mmetufundisha njia za maisha, mmetufundisha upendo, ustahimilivu na umoja katika jamii. Pasipo ninyi wazee, hata sisi vijana hapa tulipo tusingekuwepo. Wazee oye! Hekima na uzoefu mlionao ni zawadi isiyopimika kwa jamii yetu kwa ujumla. Mnacho leo ni cha leo, lakini kile mlichowaachia vijana wenu ni cha milele. Leo tunapoadhimisha siku ya wazee, tunatambua kwamba licha ya changamoto nyingi ambazo wazee mnakutana nazo, bado ni watu muhimu sana katika jamii. Tunawashukuru kwa kazi kubwa mnazozifanya kama mabibi na mababu zetu, na tunaitambua michango yenu
katika kuendeleza mila, desturi, tamaduni zetu zote kwa jamii na taifa kwa ujumla. Wazee oye! Lakini wakati huu pia ni wakati wa kuangalia hali ya wazee wetu. Wazee wengi wanakutana na changamoto za kimaisha kama vile huduma za afya, makazi bora na upatikanaji wa chakula wa kutosha. Wazee oye! Tumesema hivyo, sisi kama serikali tuna wajibu wa kusimamia haya yote kwa wazee, kwa sababu wazee pia ni haki yenu kupata chakula, afya, lakini na haki zote ambazo zimetanguliwa kuongelewa na viongozi wenzangu. Kwa hiyo sisi serikali tupo pamoja na nyie wazee, kwa sababu kuzeeka sio kujutia kwa maisha. Wazee oye! Hali hii inahitaji ushirikiano wa jamii nzima, serikali na taasisi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wazee wetu wanapata haki zao za msingi. Wazee oye! Mimi naitwa Sanke Kameta. Nawashukuru sana kwa hii sherehe. Tumefurahi kuwaona, kumbe na sisi wazee tunatujali. Kwa hiyo swali hatuna kwamba tuwe na swali zaidi ya hapa mlivyotutendea, ila tunataka maboresho zaidi ya uwepo kutulinda wazee. Mambo mengi yanatukabili sisi, changamoto ni nyingi. Ukiwa mzee changamoto nyingi, magonjwa ya maradhi yanatukuta, lakini tunafurahi kwa msemaji wetu huyu hapa akasema, jamani, taarifu kwa viongozi ili kama changamoto inakukuta wakusaidie. Kwa hiyo kwa kweli tunafurahi. Kwa hivi tunataka juhudi zaidi iongezeke kwa hapa. Sina mengi ya kuongea, ila ninawashukuru kwa haya. Tunajua wazee mnatujali. Asanteni sana. Ya kuweza kuongea machache kwa niaba ya wazee wa kata Nsalala. Kwa kweli jambo hili limebariki. Tunashukuru sana kwa wadau wetu. Tunashukuru sana kwa wageni wote walikwa. Tunashukuru sana kwa afisa maendeleo wa kata. Tunashukuru sana kama wazee kupata elimu kutoka kwa polisi wetu kata Rusi. Kwa hiyo jambo hili linapendeza. Tumesema kwamba mwakani mtakuwa Ndora. Karibuni sana Ndora. Tunaomba iendelee kutukutanisha sisi wazee, kufahamiana, kujengana, kupata elimu kama hii tuliyoipata leo. Kwa kweli ni jambo la kumbariki Mungu. Tunathamini kwamba mnatuthamini sisi wazee, na sisi tunajisikia kwamba kumbe tunatambulika na serikali na jamii. Kwa hiyo kwa machache haya mimi nashukuru sana. Asanteni kwa kutujali. Majina naitwa Masa Simbe, niko Ndora kata Nsalala. Karibuni Ndora mwakani, afisa amesema. One SK News.